Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Namkaribisha wote ambao mnaotutazama jioni njema katika kurasa yetu ya Facebook ambao tunajiita CTV Kenya. Tunajiita Crusader for the Christ Ministry na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Ezekiah Dura Waroige. Tuko hapa Nairobi, Kenya, katika mzunguko wa barabara ya City Stadium Roundabout. Kwa juba linaitwa Mang Center. Bwana asifiwe. Na wakaribisha wote katika ibada hii. Ni ibada ya King's Night ambao tunakuaga nayo kila Wednesdays. Natumaini ya kwamba Mungu anazidi kuwa pamoja nasi na Mungu amezidi kutupenda na pia kutupa kibali kuwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe ambao unanitazama, tunakusihi ukaweze kulike na pia kushare kwa marafiki na pia kwa groups na pia kusubscribe kwa channel yetu ya CTV kwenye YouTube. Na unapofanya hivyo, huyu Mungu ambaye tunamtumikia jioni ya leo, ninajua ya kwamba atatubariki na atatupa kibali katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa wakati huu nawakaribisha wote ambao wako mahali hapa na wale ambao wako manyumbani. Kwa hivyo andamana pamoja nasi ili tukaweze kusikia kile ambacho Mungu anataka kunena nasi siku ya leo. Tunaamini ya kwamba kuja katika huu mkesha, na ninavyoona hapa kumekuja wazee wa zaidi ya miaka 70, na ninaona ya kwamba kuna vijana ambao wako manyumbani. Ninawasihi ya kwamba kama wazee wa zaidi ya miaka 70 wako mahali hapa, kuja kumtafuta Mungu na kuja kumshukuru Mungu, kukesha wakiomba, kukesha wakishukuru Mungu kwa vile Mungu amewalinda, kwa vile Mungu amewapea afya. Wewe ambao ni kijana uko nyumbani, ni vyema ujitolee kwa Mungu. Wakati unapokuwa na hii nguvu katika ujana huu, ni vyema umtumikie Mungu, maana Mungu atakukumbuka katika uzee wako. Bwana asifiwe. Ni vyema kumtumikia Mungu wakati una nguvu. Ni vyema kumtumikia Mungu wakati unajielewa na kujifahamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nawapa hii changamoto wanaume, hata wadada, mahali pote mulipo, tukae ndani ya Mungu, tusidi kumtafuta huyu Mungu, maana ako pamoja nasi. Tusidi kutenda yale ambayo anatuagiza tutende. Tunajua kwamba mapenzi ya Mungu wetu itatimia kwetu tunapokaa katika njia ya utakatifu, tunapokaa katika njia ya uaminifu. Tumtafute Mungu, ako tayari. Amesema ya kwamba ataendelea kuwa nasi, ataendelea kutupigania, ataendelea kusimama nasi, na popote ambapo tutakapotembea atatembea pamoja nasi. Ila tu muamini huyu Mungu, ila tu ukae katika njia ya utakatifu. Mtegemee Mungu, usimtegemee mwanadamu, maana mwanadamu anaweza kukuacha. Mwanadamu anaweza akakuachilia kwa adui akakuangamize, lakini huyu Mungu hatawahi kukuachilia. Bwana asifiwe. Ni vyema kuishi ndani ya Mungu, ni vyema kuishi katika njia za utakatifu, ili unapomlilia Mungu anaweza kukusikia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiku wa leo, kusanyika pamoja nasi mahali ambapo ulipo nyumbani. Endelea kusimama imara katika hili neno ambalo tunalolihubiri. Tunaamini ya kwamba hiki ni kibali ambacho Mungu ametupa, na tunajua ya kwamba venye Mungu anaendelea kutupa kibali, hivyo navyo ndivyo tutakavyoendelea kulihubiri hili neno. Bwana asifiwe. Tulihubiri hili neno la Mungu, maana tuko katika zile nyakati za mwisho,
Na hizi changamoto ambazo tunazozipata kila siku katika haya maisha, ishara ni kwamba Yesu yu karibu kuja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakikisha ya kwamba Yesu atakapokuja wakati wowote uko tayari. Kaa tayari, maana hujui atakuja saa ngapi, hujui atakuja lini. Ni vizuri tuhakikishe ya kwamba tunaishi katika utakatifu, tunaishi katika njia ambazo Mungu mwenyewe anazozitaka tuishi. Bwana asifiwe. Tuko hizi nyakati ambazo nazo Shetani ako kwenye harakati ya kufunga na kuharibu na kuua, maana anajua na anafahamu ya kwamba mwana kondoo anaweza rudi wakati wowote, naye ako mbioni ili akaweze kukusanya wake. Wacha Shetani asikakupate, wacha huyu Shetani asikuje akakutawanya katika ile neema ya Mungu. Wacha huyu Shetani, usimpe nafasi katika maisha yako aitawale. Mtegemee Mungu, tembea na Mungu na atasimama pamoja nawe. Jioni hii njema, namshukuru Mungu maana tangu tuanze huyu mkesha ya wanaume tumeona Mungu akitenda makuu ndani ya maisha yetu. Tumeona mabadiliko mengi katika maisha yetu. Nikiliganisha hizo nyakati ambazo tulianza na wakati huu, ninaona mkono wa Mungu. Namtumainia huyu Mungu na nitaendelea kutenda ambayo aliniagiza nitende. Ninajua kile ambacho aliweka ndani yangu. Sio tu kuna kitu nilimpa, lakini aliona ya kwamba ninaweza. Aliona ya kwamba nitaweza yale majukumu ambayo atanipa. Kama ni majukumu ya utumishi, alijua ya kwamba nitaweza. Na ndio namshukuru Mungu jioni hii njema, maana amenipa hiyo neema, amenipa hicho kibali. Kupitia kinywani mwangu kuna uwezo. Tunajua kwamba tunakemea mapepo na mapepo inaondoka. Tunaombea magonjwa ya kila aina, tunaona magonjwa ikienda. Tunaitania wale ambao wamefika mwisho, Mungu anawapa tumaini, Mungu anawatia nguvu. Tunaamini ya kwamba Mungu atasindi kutuinua, atasindi kutupa hiyo neema, tumtumikie ili jina lake lisidi kusifiwa na kuinuliwa. Kwa hivyo unaponitazama mahali ambapo ulipo, mahali ambapo umekaa, jua ya kwamba kuna wengi wanaoitafuta hii nafasi ya kulisikiliza hili neno venye wewe saa hii unavyolisikiliza. Wametafuta hiyo nafasi, hawana. Wanalia uchungu, wengine shinda ndizo hizo zimewapata, maumivu ndio hiyo ya mwili. Wanasikiliza miili yao, wanaanza kulia juu ya miili yao, lakini wewe uko mzima. Mungu amekupa hii neema, amekupa hiki kibali jioni ya leo, ili ukaweze kulisikiliza hili neno ambalo anataka kutupa jioni ya leo. Ninaamini ya kwamba tunapoamini pamoja na hili neno litabadilisha maisha yetu. Hili neno litatupa mwamko mpya. Hili neno litatutia nguvu katika hii safari ambao tuko sasa. Tunajua kwamba tutakaza mwendo, maana Yesu ametusikilia. Huyu Yesu anatembea pamoja nasi. Huyu Yesu kamwe hatatuacha, ila tuwe mwenyewe umwache, lakini yeye hatatuacha. Hata mawimbi yawe mengi namna gani, yeye atasimama nasi na atatusikilia. Tunajua kwamba hatutaangamizwa na mawimbi ambayo Shetani anaachilia, ili hakikisha ya kwamba ametushinda. Afikiria ya kwamba atatufunga, nafikiria kwamba atatuzuia kupata ule uzima wa milele. Kwa uhakika tuendelee kwenye njia za Mungu, tuendelee tukimtumainia. Jioni hii njema, shukuru Mungu, huyu Mungu ambaye amekuwezesha, huyu Mungu amekushindania mchana mzima,
Huyu Mungu amehakikisha ya kwamba umepata cha kukula, umepata amani, hujakosa chochote. Mshukuru huyu Mungu, maana hakuna kitu ambacho ulimpa ili akaweze kukufanyia vile ulivyo dakika hii. Mshukuru Mungu. Kwa hivyo ujue hii ni nafasi, na uichukulie tu ni kama nafasi ya mwisho ambao umepewa. Hakikisha ya kwamba umekaa mzuri, hakikisha ya kwamba siku hii ama venye uko sasa umetenda vyema zaidi. Hujui dakika hiyo ingine mahali utakuwa. Kwa hivyo wapendwa, ni vyema kukaa ndani ya Mungu. Tusitumainie mali yetu ambayo tuko nayo, tusitumainie wanadamu wenzetu, mtumainie huyu Mungu peke yake aliyeumba mbingu na nchi, ambaye anaelewa unyonge wetu na udhaifu wetu, ambaye alisema hata tuacha kamwe, na kwa hakika hata waituacha. Tumtumainie huyu Mungu, tumshukuru kila wakati kwa kile ambacho anatutendea. Bwana asifiwe. Kile ambacho amekupa kidogo, mshukuru Mungu, maana huyu Mungu kwa hicho kidogo ambacho ametupa kitatutoshea. Bwana asifiwe. Ni vyema kutosheleka katika Mungu. Tutafute ufalme wa mbinguni, na haya mengine yatakuja baadaye. Na anasema kwamba atatusidishia baadaye. Kwanza tutafute utakatifu wake na tutafute ufalme wa mbinguni. Na niko na uhakika ya kwamba tutakapofanya hivyo, Mungu wetu hatatuacha kama mayatima. Atakuwa pamoja nasi na atasimama pamoja nasi. Bwana asifiwe. Na omba kwa sasa, wacha tukashukuru Mungu, na ili tukaweze kualika Roho Mtakatifu akaweze kutuongoza ibada ya siku ya leo katika huu mkesha wa wanaume ambao tunaita ni King's Night. Mara tena tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry, na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Ndura Warwinge. Tuko hapa Nairobi, Kenya, mzunguko wa City Stadium roundabout, kwa jumba linaitwa Mang House. Kama unalo hitaji ambalo unalo, endelea. Kuna namba iko chini ya runinga yako, na pia unaweza kutufuata katika kurasa zetu za CTV Kenya. Unaweza tuma ujumbe wako mahali pale kwa messages na itatufikia. Wacha tukaweze kushukuru Mungu na kumwambia ni asante, na ili akaweze kuachilia Roho wake Mtakatifu akaweze kutuongoza. Bwana asifiwe. Baba, katika jina Yesu Kristo, ninasema ni asante jioni hii njema. Tulikuomba Mungu wakati ule mwingine ukaweze kufikisha hii siku ya leo. Ni asante Mungu, maana kuna wale ambao walikuwa wagonjwa na hawakuweza kuwa last time Jehova, lakini leo Baba umewapa nguvu, umewaponya. Mungu wako pamoja nasi. Pokea sifa na utukufu. Bariki hawa wazee Jehova, waendelea kuwatia nguvu Jehova. Wengi malika yao Jehova ambao ni wazee Jehova wamelala Jehova, miili yao iko na shida Jehova, miili yao inauma, lakini hawa Mungu umewalinda, hawa Mungu umewatendea mema, hawa Mungu umewapa kibali. Pokea sifa na utukufu. Mkesha wa jioni ya leo Jehova ukawe ni mkesha wa baraka Jehova, ukawe ni mkesha ambao utatupa tumaini ya kuishi na kufaulu katika maisha yetu ya kila siku. Mungu wetu, tunaalika Roho wako Mtakatifu akaweze kuongoza kila mmoja wetu, na yeyote atakao simama hapa Jehova akanene Jehova. Baba, ukaweze kumtumia kama chombo Jehova, ili akatupe neno Jehova na ujumbe ambao Baba umetia vinywani ya kila mmoja wetu. Baba wetu, tusaidie na utuwezeshe Jehova, tufaulishe Jehova. Tumekuja Baba kukusifu, tumekuja kukushukuru Mungu jioni ya leo, na tunaamini ya kwamba Mungu wetu utapokea sadaka zetu Jehova, ambazo Baba tunakupa usiku wa leo, kujinyima usigisi Jehova, ili tukakuja tukatafuta uso wako, ili tukakuja hapa Jehova tukakulilia Jehova na tukusifu Mungu. Pokea sifa na utukufu, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Baba, ninakuomba
wale ambao wanaotutazama Mungu, kama kuna kitu ambacho Jehova hakiendi sababa Jehova, wale ambao ni wagonjwa ambao wanaonitazama Jehova, ninaomba amani ndani ya miili yao Jehova, wakaweza kupokea uponyaji popote walipo Jehova. Hawa ni watoto wako, wahurumie Jehova, wajenge upya Jehova Mungu, viungo vyao ambavyo vinaumia Jehova, mifupa yao ambayo imevunjika Mungu, kuja Baba ukaweze kuyaponya Jehova, watie nguvu hawa wana wako Jehova. Ninaamini ya kwamba Mungu wetu unayasikia maombi yetu, tunajua kwamba Baba unayajibu. Tunatumainia kwamba Mungu, chochote ambacho tumekuomba usiku wa leo, kwa uhakika Baba utatupa. Sisi ni watoto wako Jehova, tunanyenyekea mbele zako. Tunaomba Baba, Roho wako akaweze kutuongoza, Roho wako akaweze kutupa mwelekeo Jehova, maana hivyo ndivyo tunavyotaka Jehova, hivyo ndivyo tunavyotamani Jehova. Roho wako akaweze kuchukua usukani, akatuongoze katika maisha yetu, akatuongoze katika ibada zote Baba tunazozifanya mahali hapa. Asante Mungu wetu, pokea sifa na utukufu. Ninaomba Mungu ukaweze kumkumbuka Reverend Jehova, ambaye ametupa kibali Jehova Mungu kusimama katika haya madhabahu Jehova, ambao Mungu ulimpa. Tunakushukuru Mungu, maana kuna kusudi ambao ulikuwa nayo Jehova juu ya haya madhabahu. Mungu ni asante kwa kututeua Jehova, ili tuwe wasaidizi katika hii nyumba yako, ili Mungu tuwe tunasikia mtumishi wako wa Mungu anapofanya maono yake ikaweze kufanikiwa. Baba, tunakuomba katika jina Yesu Kristo, tuhurumie, tusamehe dhambi zetu Jehova, vizuizi vyote ambavyo vinavyoweza kuzuia Jehova ukapokea sadaka zetu na sala zetu. Baba, tunakiri na tunatubu dhambi zote ambazo tulizitenda Jehova tukijua, na zingine Baba hatukusifahamu. Mungu wetu tuhurumie, Mungu wetu tusamehe, maana wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mtakatifu. Pokea sifa na utukufu Baba. Roho wako sasa akasike usukani Jehova. Tunaamini ya kwamba kuanzia dakika hii Roho wako mtakatifu atatuongoza, Roho wako mtakatifu atatuelekeza. Pokea sifa na utukufu. Wabariki na kuwainua Jehova, watie nguvu Jehova, tunapoendelea kukesha pamoja Jehova, kupitia mitandaoni Jehova, wasaidie, waonekanie. Na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na hata kuamini. Sote tuseme amen and amen. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nawahimiza mahali pote mlipo ambao muko mahali hapa, mkaweze kusimama ili tukaelekee katika maombi, tukaweze kutubu dhambi zetu, tukaweze kutubu dhambi za familia zetu, tukaweze kutubu dhambi ya watumishi wa Mungu, na pia kwa viongozi ambao wanaotuongoza, tuweze kukiri hizo dhambi na tutubu, ili ibada hii ambayo tunamtolea Mungu sasa hivi ikaweze kupokelewa na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema kila mtu ujipeleke mbele ya Mwenyezi Mungu, ili tukaweze kujitakaza mbele ya Mwenyezi Mungu, ili tukapate kibali katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo omba, kama utapiga magoti, wewe piga magoti, maana huyu Mungu ambaye amekuwezesha na amekufikisha mahali hapa akaweze kusikia ombi lako, akaweze kutimiza kile ambacho unataka jioni ya leo. Jiachilie mbele ya Mwenyezi Mungu, na ili akaweze kutuhurumia na kutusamehea. Karibu, jipeleke mbele ya Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni jioni njema. Nasema ni asante Mungu wetu kwa kutupa kibali. Baba, pokea sifa na utukufu. Baba, tunajua tumetenda uovu, tunajua kwamba Mungu mengine hatukuyafahamu tukiyatenda. Kuna yale ambayo Baba tumeyafahamu. Mungu, tunaomba ukaweze kutusamehe Jehova. Sisi ni wana wako Jehova, tunakusanyika mahali hapa Jehova, ili ukaweze kutuhurumia Jehova, ili ukaweze kutembea pamoja nasi, ili Baba ukatuwezeshe Jehova na ukatufaulishe Jehova, ili tukaweze kusimamisha imani zetu ndani yako Jehova.
Mungu wetu tuhurumie, Mungu wetu tusamehee, maana kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Jehova, tunatubu dhambi za kanisa. Jehova, tunaweza kuwa tumetenda uovu, tunaweza kuwa Jehova washirika, Jehova watu ambao wanapoamini Mungu wametenda uovu, wametoka kwenye njia zako. Jehova Mungu, naomba kaweze kuwasamehea katika jina la Yesu Kristo. Tunasimama kwa niaba ya Jehova, maana ni wetu Jehova, sisi ni ndugu na dada. Jehova, naomba ukaweze kutuhurumia, waweze kuwasamehea Jehova, naomba Mungu ukaumbe moyo mpya, ili Mungu tukaweze kusiri kukuinua na kukutukuza. Kumbuka viongozi wetu Jehova, ambao wako katika utawala Jehova, tunajua kwamba hawatendi ambayo Jehova ambao uliwapa. Tunajua kwamba ile roho ambayo Baba imeshuka ufisadi Jehova, Mungu wetu wametenda uovu wa kila aina, wanatumia mamlaka vibaya Jehova. Mungu wetu Mungu wetu wasamehe Jehova, tunatubu hizo dhambi Jehova, maana sisi kama makuhani Jehova tunajielewa na tunajifahamu Mungu, maana Jehova ndio tunasimama hapa Jehova. Tunatubu kwa ajili ya viongozi wetu, tunatubu kwa ajili ya rais wetu na wale wote ambao wanafanya kazi pamoja. Tunajua kwamba Mungu anaweza kuwa ametenda na ametoka kinyume chako Jehova. Mungu wasamehe, wewe ndio uliowateua Jehova. Wape nafasi nyingine Jehova, wape nafasi nyingine ya kutawala, wape nafasi nyingine Jehova ya kutenda yaliyo mema. Watende yale ambayo Jehova inakufurahisha, yatende ambayo Mungu uliwapa wakatenda. Nani kama wewe? Pokea sifa na utukufu Mungu. Tunajua zile dhambi ambazo tumezitenda Jehova, wakati mwingine zinatuletea magonjwa Mungu. Tusamehe Mungu, ili haya magonjwa ikaweze kuondoka katika miili yetu, yale magonjwa ambayo imeletwa na kutenda dhambi Jehova. Ninakuomba Baba wetu wa mbinguni, ukaweze kusamehea kila mmoja wetu Jehova, ili Baba magonjwa hayo tukaweze kuwaponya Jehova. Wale wote ambao Jehova wanakulilia jioni ya leo Baba, ukawasikilize Baba, ukawape masikio Jehova, kilio chao Baba ukakifikishe mwisho, maana wewe ni Mungu wa huruma, maana neema yako Baba ni nyingi. Pokea sifa na utukufu. Endelea kuwa nasi Jehova, endelea kutupigania, endelea kututia moyo Jehova, ili huu tukamalize mwendo Jehova. Tutie nguvu Baba, tunaamini ya kwamba unapotusikilia Jehova mkono Jehova, hatutaanguka Jehova, hatutawezwa na mwovu Shetani, hatutaangamia Mungu, tutasimama imara Jehova kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mungu wetu, pokea sifa na utukufu, maana hakuna Mungu mwingine kama wewe Jehova. Tunakupenda jioni ya leo, tunakiri kwamba wewe ni Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Tunakiri ya kwamba hakuna mwingine aliye kama wewe, ambao umejaa upendo Jehova. Tunaamini ya kwamba upendo wako utazidi kuwa pamoja nasi. Tunaamini ya kwamba upendo wako utabadilisha maisha yetu. Upendo wako Baba utatupa mwamko mpya. Upendo wako Jehova utabadilisha hata matendo ambayo tunayatenda Jehova. Mungu wetu, tusaidie, tuwezeshe Jehova kutembea katika njia za utakatifu. Tuwezeshe Mungu wetu, ili tukaweze kufaulu katika maisha yetu, ili tukaweze kueneza Injili Jehova ambayo umetupa Jehova. Tunaamini ya kwamba Baba umetuchagua miongoni mwa wengi Jehova. Tuko wachache hapa Mungu. Tunaamini ya kwamba kuna wengi ambao walikuwa na tamani, lakini Baba hawajaweza. Sisi hakuna kitu tunakupa Mungu wetu. Neema zako na huruma zako Jehova ziko pamoja nasi. Mungu wetu, endelea kuwa pamoja nasi. Hata ambao wanaotutazama Mungu ni watoto wako, wahurumie Jehova, waponye magonjwa yao Jehova, wape mwamko mpya wa maisha Jehova, wapiganie vita vyao Jehova. Chochote ambacho Shetani anaingiza katika maisha yao, ili maisha yao ikaweze kudhoofika Mungu Baba, ukaweze kuingilia kati. Ninakiri dhambi zao Jehova, waonekanie Jehova, ni watoto wako, wahurumie Jehova. Umejawa na huruma na neema tele Jehova. Jehova, ingilia kati maisha yao. Wale ambao wanaonitazama Mungu, endelea kuwatendea mema, endelea kuwapigania Jehova.
huruma zako Jehova ziwe nao kila wakati. Mungu, wacha Baba wakaweze kutamani Jehova kukutumikia Jehova na kukuishia Jehova, kutenda ambayo ni matendo mema ambayo inakufurahisha Jehova, ni kutenda ambayo ni mapenzi yako Jehova. Mungu wetu tuwezeshe Jehova, Mungu wetu tusaidie Baba, ili tuendelee kusimama na wao Jehova, ili Baba tukawe chombo Jehova cha kufikisha ujumbe wako katika maisha yao. Ninaamini ya kwamba maisha yao Baba itainuliwa. Ninaamini ya kwamba maisha yao Jehova yatakuwa mapya. Ninaamini ya kwamba mwamko mpya wameupokea jioni ya leo. Baba wetu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Sisi ni watoto wako Jehova, tumekuja katika hili nyumba Baba kukutafuta. Tumekuja kwenye hii nyumba Baba kukupa sadaka Jehova. Tunakesha Jehova tukikuabudu Jehova. Tunakesha Jehova tukisema Baba unastahili. Baba wetu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Pokea sifa kutoka mioyo yetu ndani Jehova. Pokea Baba wetu wa mbinguni. Tunajua kwamba unatupenda. Tunajua kwamba Baba unatutakia mema. Tunajua kwamba Baba unataka Baba tukae katika njia zako, ili matendo yako Jehova na mapenzi yako ikaweze kutimia ndani ya maisha yetu. Baba wetu, pokea sifa na utukufu. Mungu wetu, na kuomba Baba, vile tunavyokiri dhambi zetu, dhambi za familia zetu Jehova, tunajua kwamba Mungu kwa hakika umesikia maombi yetu. Kwa hakika umepokea dua na sala ya maombi yetu. Tunaamini ya kwamba Mungu, kipengele ambacho kimebaki cha maisha kila mmoja wetu, Mungu wetu utakuwa pamoja nasi. Mungu wetu utazidi kutupigania. Mungu wetu utazidi kutuonekania. Jehova, tunajua kwamba vita vyote ambavyo vinainuka katika maisha yetu, Baba utatupigania vita. Baba utatupa ushindi. Baba utatutia nguvu. Tunaamini ya kwamba Mungu, vile ambavyo umetupa hiki kibali, utazidi kutupa kibali Jehova. Tusaidie Mungu wetu. Roho wako Mtakatifu kamwachilie, awe pamoja nasi, awe anatuongoza. Malaika wako Jehova ukawaagize wakaweze kutuletea baraka zetu ambazo Shetani alikuwa amesinyakua Jehova. Mungu wetu, tunaamini ya kwamba kile ambacho Shetani aliimba katika maisha yetu unakirejesha jioni ya leo. Hata vile tunavyosimama hapa Jehova, hata wale ambao wanaotazama Jehova, kwa hakika naamini ya kwamba tunawakilisha jamii zetu, tunawakilisha familia zetu, na kile ambacho Mungu utatapokea, hivyo ndivyo familia zetu zitapokea. Asante Mungu wetu, asante kwa hii nafasi. Zidi kutupa hii nafasi Baba, ili tusidi kukutukuza na kukuinua, maana wewe ni Mungu mwaminifu na wewe ni Mungu mtakatifu. Pokea sifa na utukufu. Naamini ya kwamba kuna maisha ya wengi utabadilisha. Kuna maisha ya wengi Baba utaifanya upya. Kuna wengi utaponya. Kuna wengi utawaweka huru. Kuna wengi Jehova utawaelekeza katika mapenzi yako. Mungu wetu, tunasema ni asante. Hata ile neno ambao Baba umetutia vinywani vyetu Jehova, wacha hili neno Baba likawe baraka. Wacha hili neno likawe tumaini ya wengi. Wacha hili neno Baba likabadilishe na likaponye maisha ya wengi. Wacha hili neno likawatie nguvu watu wako. Hawa watoto ni wako Jehova, wahurumie Jehova. Tembea pamoja na wao Jehova, jitukuze na wao Mungu wetu. Tunasema ni asante Baba. Pokea sifa na utukufu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na hata kuamini. Sote tuseme amen and amen. Tusimame tuongozwe kwa sifa. Bwana asifiwe. Kwa nyimbo kadhaa za kusifu Mungu ili tukaweze kumsifu, na tunajua kwamba tutakapofanya hivyo Mungu atatusidisia neema yake, maana ametupa kibali jioni hii njema, na pia anataka tukae ndani yake naye akae ndani yetu. Sisi ni watoto wake na sisi ni baba yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa wakati huu tusimame tukaweze kuimba sifa wakadhaa ili tuingie kwenye neno. Kisha kuingia kwenye neno, tunaweza ingia kwenye hiyo hatua ingine, kujiachilia mbele ya Mwenyezi Mungu
na ili Mungu akatuwezeshe tukaweze kufaulu katika maisha ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Karibuni tena wale ambao wako mahali hapa na wale ambao wanaotutazama. Endelea kushare our channel Facebook Live. Tunajiita CTV Kenya. Endelea kushare na kulike. The more unafanya hivyo, the more Mungu anakubariki, maana utajumuishwa katika zile baraka ambazo Mungu atatupa usiku wa leo, mkesha wa leo. Bwana asifiwe. Tarajia ya kwamba kuna jambo jipya ambalo Mungu analiweka ndani ya maisha yako jioni ya leo. Kwa hivyo ni vyema umwamini Mungu na ujue kukuja mahali hapa sio kawaida, ni kibali ya Mwenyezi Mungu na uwezi toka hivyo bure. Bwana asifiwe. Ninajua ni mambo mengi yatafunguliwa, hata wale familia yako ambao umewacha nyumbani wakilala. Kile ambacho Mungu atakuja kukutendea pia atashughulikia wapendwa wenyu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo endelea kumwamini huyu Mungu na endelea kumtegemea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuibe nyimbo kadhaa na Mungu atatenda mema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Naona tunaweza mpa kwanza, tumwalike baba yetu ambaye ako na miaka 75 na kuendelea huko juu, Mzee Kiarie, akaweze kutupa neno. Haleluya. Kwa hivyo namkaribisha Mzee Kiarie. Karibu sana baba wetu, tumpigie makofi anapokuja atupe neno. Ninaamini ya kwamba kama mzee na ile miaka ako nayo, wacha tumpe hii nafasi, maana tunataka hiyo neema kufikisha hiyo miaka na zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mzee, tunapokupa nafasi hii kama vijana, tunaamini ya kwamba kuna kitu ambacho tumepokea kutoka kwako. Bwana asifiwe. Tunajua kwamba Mungu atatusaidia na Mungu atatuwezesha. Bwana asifiwe. Mzee Kiarie, Mungu asidi kukubariki na asidi kukutendea mema. Hata kama ni uzee uko nayo, kwa Mungu hakuna uzee. Kama wakati wako ni huu, ile miaka umebakisha kuishi hii dunia, itumie vizuri na utumie vyema kueneza injili ya Mwenyezi Mungu. Ninajua kwamba unapoendelea kumtukuza Mungu na kumfanyia Mungu kazi katika hii miaka ambayo uko nayo, pia ni kibali. Bwana asifiwe. Pia ombi langu ni kwamba katika uzee wako, mwili wako usikawahi kosa nguvu hata ya kujipeleka kwenye bafu ya kuoga ama kujipeleka kwenye haja. Ombi langu ni Mungu akupe hiyo nguvu hadi dakika ya mwisho. Bwana asifiwe. Isiwe vile tunavyoona unazeeka wakati unapelekwa nje, wote jua, mvua ikikuja unakosa mtu, ukikosa mtu wa kukupeleka kwa nyumba unanyeshewa. Tunaomba Mungu, nyinyi wazee ambao mko na huu umri, Mungu akaweze kuwakumbuka
na mkuwe na uzee mwema ambayo hauna mahangaiko. Bwana asifiwe. Ambao ni uzee ule tu utakuwa unaachilia tu baraka kwa jamii yako, maana uko na nguvu na jamii yako inasimama na wewe imara. Kwa hivyo endeleeni kumtumikia Mungu, haijalishi miaka, mtumikie Mungu kwa wakati ambao unaofaa, na wakati ni sasa. Hujachelewa. Ninajua katika huu uzee wako utaguza mioyo ya wengi, na ninaamini ya kwamba wengi maisha yao yatabadilika. Wale vijana ambao mko nyumbani, ambao wanaonitazama, ukiangalia huyu mzee, tutakesa na yeye usiku wote, na hararagi anamuita Mungu, anamulilia Mungu ili akaweze kukumbuka nchi, aweze kukumbuka kanisa. Kwa hivyo Mungu amempa hiyo neema. Kwa hivyo ni vyema, wewe uko na nguvu kama kijana, usilale, mtafute huyu Mungu na umfanyie Mungu kazi. Wachana na mambo dunia. Mambo dunia itakufanya maisha yako ikuwe gumu zaidi, na pia itakufanya nguvu yako ipotee bure. Wachana na mambo dunia, tegemea Mungu awe tegemeo lako katika maisha yako. Zile tamaa ambazo huwa zinawapata vijana wengi, Mungu atakusaidia na Mungu atakuwezesha hizo tamaa zikaweze kuondoka. Bwana asifiwe. Hata kama uko ndani ya hizo tamaa, huyu Mungu ambaye amekupa nafasi jioni hii njema kutusikiliza na kututazama, jua ya kwamba huyu Mungu atabadilisha maisha yako, na tamaa zote ambazo Shetani ameweka ndani yako, huyu Mungu atazing'oa zote, na utakuwa salama pamoja na kizazi chako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nafasi unapoipata itumie vyema kwa kumtukuza Mungu na kufanya mapenzi ambayo ni ya Mungu. Bwana asifiwe. Karibu sana msekialie, tuko tayari kupokea ile neno ambalo Mungu ametia kinywani mwako. Ninaomba Roho Mtakatifu wa Mungu akakutangulie, akaweze kukuelekeza, ukanene ambayo inatoka kwake, na kile ambacho kitatoka kinywani mwako kikawe baraka katika maisha ya wengi, kikatutie nguvu na kikatupe ile tumaini. Bwana asifiwe. Karibu sana msekialie. Bwana asifiwe. Ni siku ingine njema ambao wakati tunatafuta wakati tunatafuta uso wa Bwana, tunaambiwa tusifadhaike. Bwana asifiwe. Wakati wote ukimtafuta Bwana, hakika utampata. Na inataka kwa vijana sana watazame uso wa Mungu, sababu ana maisha marefu, na wasipofuata Mungu haya maisha wataipunguza. Bwana asifiwe. Nataka tuangalie katika kitabu yetu ya mtumwa wa Mungu ambao walikuwa naitwa Yohana ama Yohana Mtakatifu. Na mimi nataka niwaeleze ya kwamba nitasoma kidogo ndio tuendelee tukijua mwelekeo. Bwana asifiwe. Naanza kusoma na nitasoma laini kadhaa ndio tuweze kuelewa. Neno linatuambia ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Huyu ni Yesu mwenyewe alikuwa anazungumza, akiambia watumwa wake wasije wakafadhaika, ila waweze kumwamini huyu Yesu.
na wakishamwamini hakika anaenda mbinguni kwa Baba kuwatengezea mahali. Oh my God, tuanze kuelewa sasa. Ngoja nisome, nitarudi kurudia polepole. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Pakawa na mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa anaitwa Tomaso. Akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mumemwona. Bwana asifiwe. Ikija hapo kidogo, tutaona kwamba Yesu walikaa naye na hawakuweza kumwelewa na hawakuweza kumjua. Hawakuweza kujua ya kwamba Yesu alikuwa ni Mungu. Walikuwa wanaona tu mwanadamu ambao ni mtu wa ulimwengu, na kumbe si mtu wa ulimwengu, alikuwa ni Mungu mwenyewe wako naye. Sikiza, wanamuuliza, twakujuaje? Sisi hatujui endako. Sasa nataka twende polepole, nikianzia na mstari ya kwanza. Musifadhaike mioyoni mwenu, munamwamini Mungu, niaminini na mimi. Yesu alikuwa anataka wajue ya kwamba vile wanaamini Mungu Baba, wamwamini, sababu ndani ya Baba wako watatu. Hii ulimwengu ikianza, Yesu bado alikuwa, tunamuita mwana, lakini kabla ya sisi kuumbwa, Yesu bado alikuwa yu hai, sababu ni nafsi tatu ndani ya moja. Tunaita ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yesu alikuja akiwa bado ni Mungu, lakini watu wa ulimwengu hawakuweza kumwelewa, sababu alikuwa ametumwa aje amalize dhambi ya Adamu. Sababu wakati Adamu alikosa,
naye alipokuwa alifanya dhambi na alikuwa amepewa mamlaka na Mungu ya kuchunga wanyama, kila kitu kilicho ulimwenguni, kile kilichokuwa kimeumbwa na Mungu. Sijui kama mnakielewa. Nasema hivi, kitu chochote kilichoumbwa, Adamu alipewa uwezo ya kukichunga na akapewa huyo uwezo. Lakini naye mwanadamu akatengeneza kitu kinachoitwa fedha, nazo fedha ikawa ni ya kumtupa na ya kuumiza mwanadamu mwenzake. Bwana asifiwe. Ulimwengu ikaanza kuharibika, mambo ikaanza kuharibika, watu wakawa hawajui wanaelekea wapi, watu wakawa sasa ni kuzidi na kutenda hata dhambi, pesa ikawafanya kusumbuka. Bwana asifiwe. Hey, mwadhani Yesu, msifadhaike mioyoni mwenu. Kama mnamwamini Mungu, mumwamini hata Yesu. Anatuelezea kwamba nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Hey, aliwaambia vizuri, mioyo yao iwe sawa, sababu anaenda kuwatengezea pahali ama kuandalia mahali mbinguni. Sio kwa nyumba. Hakuambia ati naenda kuwajengea manyumba huko, manyumba safi ya magorofa ya nini. Hapana, kuandalia mahali. Unajua kwamba unajua mtu anaweza kuuliza, je, sasa huko atatujengea nyumba ya aina gani? Lakini aliwaambia, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Hakuenda kuwajengea manyumba, ni pale watakaa. Twajuaje kama alienda kutengeza bahali ambapo ni shamba, ukifika huko unakuwa ni starehe? Hii sio ati nyumba. Kwa manyumba iko na mambo nyingi sana. Ndani ya manyumba kuna vita, kuna mapigano. Hey, haleluya. Huko mko kwa nyumba zenu ni vita, ni nini, ni mambo nyingi, lakini pale ni kuandaliwa mahali pazuri pema ambako mtafurahia. Bwana asifiwe. Naenda kwa mstari ya 3 hii. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Waona, Mungu naye kwa mafikira yangu, ama nikiangalia kwa ndani sana, naona hapo Yesu ako ni pahali ambako hakuna kitu ambao kinaweza kukosa. Hapo pamewekwa vizuri, pametengenezwa. Sasa mkikaa huko ni furaha. Hakuna mambo tena ya kusema ati niko na njaa, niko na nini, nataka mavazi. Kuna kitu kama hiyo. Ni kukaa kufurahia Mungu, mkiwa na Mungu hapo. Mungu atusaidie tuone hiyo vile yako. Tutatengezewa pahali mzuri sana sana sana. Sasa nami niendako mwajua njia. Tena watajuaje njia? Huyo ni nani? Ni Tomaso. Akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twajuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana asifiwe. Sasa nataka muelewe kwamba kama humjui huyu Yesu, kama hutamtazamia huyu Yesu, hakika wewe utapotea. Hutajua njia ya kwenda mbinguni.
Ni mpaka Yesu akushike mkono mwenyewe, akwambie hii ndiyo njia ya kwenda kwa Baba. Sasa ni nini itafanya usifuate Yesu? Hebu niruke kidogo hapa, ama kwanza nimalizie tu, ndio sasa niende kwa ujumbe yako ile nataka, ile ujumbe sasa tunaenda kwake. Bwana asifiwe. Nataka tuendelee pole. Wacha nifike 7, nianze sasa kwenda kama risasi. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hiyo ni kwanza, hiyo meza ujue utaenda kwa Bwana ama kwa Baba kama huipitii kwa mkono wa Yesu Kristo, sababu Yesu Kristo mwenyewe ndiyo njia. Sasa akasema ya kwamba kama mungalinijua mimi, mungalimjua na Baba, tangu sasa munamjua tena mumemuona. Kwa hivyo ukishaona Yesu tayari ushamuona Baba. Bwana asifiwe. Hey, twende kwa 12 sasa. Nataka tusome 12. Basi alipokwisha, au pole my God. 12. Nataka tumeruka kabisa hiyo hapo, sasa tuko kwa 12. Amini, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Bwana asifiwe. Je, nyinyi mko tayari kumwamini huyu Yesu? Mko tayari kumpokea? Mko tayari kujua ya kwamba yeye ndiye njia ya ukweli, yeye ndiyo uzima? Na taka kujua ama mjue, bila Yesu hakuna hamtamuona Baba. Tumtazame yeye. Alifanya miujiza, alifanya mambo mengi, hata wale waliokufa aliweza kuamsha. Nikija kwa mfano moja, akiamsha Lazaro. Bwana asifiwe. Aliamsha Lazaro kama amekufa na kukaa kaburini. Sasa nataka niwaambie hivi, wewe nawe ukimkubali huyu Yesu na umweke ndani yako, atakuja na Baba yetu ndani yako, wataishi ndani na wewe, ama ndani ya roho yako. Utatembea na yeye, chochote uombacho atakupatia. Yale unataka kutenda, utatenda makubwa hata zaidi ya ile Yesu alifanya mwenyewe. Utakubali kumwamini huyu Yesu? Utakubali kumjua? Anakuambia vizuri, na ninataka hapo ushike tena vizuri na meza, weka ndani ya roho yako, na utajua ni nini Yesu anataka. Anakuambia vizuri sana, amini. Na tena anarudia amini. Nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yesu ametuachia uwezo ingine kubwa sana, lakini hatuielewi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo amini Yesu. Ukiamini Yesu utatenda makubwa
hata zaidi ya yale mwenyewe alitenda. Utakubali? Mwamini Yesu, tembea na Yesu, tenda yote yale Yesu anahitaji. Bwana asifiwe. Nataka sasa tuangalie kitabu ya Luka 11, hapana 19 hivi. Ngoja nione kwanza nisiruke tu. Bwana asifiwe. Nataka tujue ile nguvu tumepewa Bwana asifiwe. Kidogo tu mgoje tu kidogo, sababu pako na kitu hapa mzuri sana. Tugoje tujue vile tutameza hivi. Tukimeza hii basi, nataka tuelewe sasa. Usipotee wewe, usipotee neno la Bwana, usipotee usijifiche. Sasa sikiza hapa, nataka tusome kidogo ndio tujue. Niko na vitabu nyingi hapa, mbona inataka kunichanganya kidogo tu. Tutaingia kwa message yenyewe. Unajua tuko kwa message, na hii message ni kali ya Yesu. Ni kali. Pole, nilikuwa naenda kwa Luka, nilifungua Mathayo. Munisamehe kidogo. Ni Luka, sasa nilifungua Mathayo. Ndio sababu nachanganyikiwa. Bwana asifiwe. Wacha sasa nimepata laini. Hapo mnasema, unajua saa ile utamu inakuja, na shetani anaingia kidogo, ananiambia wewe changanyikiwa kwanza hapo. Lakini shetani simpatiagi nafasi. Bwana asifiwe. Na hata pata nafasi kwangu, sababu jua Yesu ndio mambo yote, na Yesu ndio njia, na hakika tukimfuata, mmesikia, tutatenda makubwa. Mtakuwa mkiombea mtu, mnaona tu mtu amepona saa hiyo, si ati ni kesho. Saa hiyo Yesu anaingia, anafanya kazi yake. Kwa hivyo ni lazima tujue ni Yesu gani tuko naye. Ni Yesu ambao ni wa maajabu. Hebu tuangalie kitabu ya Luka. Kumina. Yes, nimeipata. Na hii imeandikwa na marangi ingine, sasa ndio sababu inanisumbua hapa. Wewe kaa kando, na wewe kuja karibu. Nimepakwa marangi ingine, sasa inataka kunichanganya. Hapana. Lazima neno tulipate na njia inayofaa. Sasa hapa nataka tuone ni kitabu ya Luka, na tutaingia laini yake kidogo, ambao ni chapter 10. Chapter 10 tusome laini yake ndogo ama aya yake ndogo.
pale alituma watu 70. Nimepaona mzuri sana, unajua ndipo wale 70 alikuwa ametuma watu 70 wapeleke injili kona zote za hiyo nchi, na waliporudi nitaileta vingine. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, pepo wanatutii kwa jina lako. Pepo wanatutii kwa jina lako. Kumbe pepo wakisikia tu jina ya Yesu, jina peke yake Yesu, wanatii. Bwana asifiwe. Ni kutii sababu hawana namna ingine. Wamekuja na furaha, wamefurahi, wameona jina ya Yesu likifanya kazi. Je, wewe huwezi kujua hata wewe ukitembea na hilo jina litafanya kazi? Huwezi kuamini ya kwamba mapepo watakuogopa wakati unalitaja hilo jina? Pepo anahepa. Kama alikuwa anafuata wewe, huyu pepo anaondoka, anakaa kando, anasikia huyu mtu anataka kutuchoma, sababu jina ya Yesu linachoma pepo zote. Hakuna ile inaweza kumkaribia Mungu. Kwa hivyo nataka ujue ya kwamba ukishika amri zote za Mungu na utazame Yesu na utembee na Yesu, hakuna pepo atakayekaribia wewe. Bwana asifiwe. Tujue hiyo siri. Hiyo ni siri moja ya kujua bila Yesu hakuna kitu unaweza kufanya. Taka tuende kidogo. Akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Kumbe huyu shetani ni mtu hatari. Anatoka mbinguni kama umeme vile inapitaga chwa. Hapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Mumepewa nguvu za kuikanyaga ama kwenda mkikanyaga nyoka na nge na nguvu zote za shetani. Si shetani ni kitu kidogo lakini iko kitu nataka muelewe hapa. Shetani hukufuata polepole, ukimweza anapita kando kando, anajaribu kukuvuruta akurudishe kwa mambo machafu, kwa mambo ya dhambi. Ndugu yangu, usije ukakubali kuwa na nguvu. Usikubali kunyang'anywa nguvu ile umepewa na Yesu. Kama umempokea Yesu huyu, ndugu yangu, usikubali tena kurudi chini ukakanyagwa na shetani. Mkanyage, sababu tayari umeshapewa hiyo nguvu. Sijui mumesikiza vizuri. Tazama, nimewapa amri, tena ni amri mumepewa, ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Mbona hamuoni hiyo nguvu mmepewa na Bwana? Ni nguvu ya kukanyaga. Ngoja niwaambie sasa,
mashida yote yale yako mbele yako, ushapewa nguvu ya kukatana naye, ya kusonga mbele. Usirudi nyuma, enda mbele na usione shida. Ona Yesu, mtazamie Yesu. Shida ziko mbele yako, zote umepewa nguvu za kuzimaliza wewe. Bora uwe na Yesu, sababu Yesu mwenyewe ashakupa hiyo nguvu ya kukanyaga nyoka. Nyoka ni mashida yale yako mbele yako, usiyaone. Ona Yesu, na ukiona Yesu, hakika ndugu yangu, wewe ni mshindi katika ulimwengu. Utakuwa mshindi wa ulimwengu. Kwa hivyo ndugu yangu, nataka ujue ya kwamba huo uzee unaona umepewa na Mungu. Nanyi vijana, mko na safari mrefu ambao mtaenda naye. Hiyo safari mnaenda, usitazame kando ingine, mtazame Yesu. Na ukitazama Yesu, wewe utakuwa mshindi. Hakuna shida itakayofanya ati wewe umie ama roho yako iishe nguvu. Bwana asifiwe. Tazama Yesu. Wakati unatembea, tembea na Yesu. Na ukitembea na Yesu, hakika wewe ni mshindi wa kila jambo. Bwana asifiwe. Na Mungu atawasaidia, sababu tayari amewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote ya yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Tuogope nini sasa? Tuogope Mungu peke yake. Tujue shetani hana nguvu mbele yako ukitembea na Yesu. Hilo jina ya Yesu ya kutosha. Usiangalie kando ingine, usiangalie shida zako. Shida ni ikanyage na miguu yako. Hizo mashida unaona zikiwa mbele yako, kuanzia wakati huu anza kuzikanyaga, sababu Yesu, kama ushampokea na kama hujampokea Yesu, ndugu yangu, mpokee kwa wakati huu. Huu ndio wakati wa kumpokea. Pokea Yesu na umushike na mikono miwili. Akili yako yote itembee na Yesu, na hakika wewe utakuwa mshindi. Yesu amekwambia kwamba ukimwamini utafanya kazi kubwa zaidi ya zile alifanya. Bwana asifiwe. Tujue ya kwamba, sababu naenda kumalizia, huyu Yesu ni Mungu. Tunamuita mwana, lakini ni Mungu mwenyewe. Kabla ya sisi alikuwako. Yeye ako ndani ya Mungu Baba, na wako watatu. Nikamwambia Mungu ni moja, lakini ndani yake ni watatu. That means ni nafsi tatu. Ni kuonyesha macho yake yanaona ulimwengu wote. Sijui kama mnajua vitu kidogo kidogo isiafu. Sisi wote tuko mikononi mwake. Na tukiwa mikononi mwake, bora tukumwambia Baba, tuondolee shida. Lakini tutapita wapi ndio tumfikie Baba? Yesu ndiyo njia. Kwa hivyo tujue ya kwamba Yesu peke yake ndiyo njia. Hakuna njia ingine ila ni kupita na njia ya Yesu. Bwana asifiwe.
Yesu awabariki na wafungulie hiyo njia, muweze kujua hakuna njia ingine utapita ya rahisi, utapita njia ya Yesu. Na Yesu ndio njia, ndio uzima, ndio kila kitu, ndio atakumalizia shida zote zile uko nazo. Kwa hiyo mtazamia Yesu na mbarikiwe. Bwana Jenga, Pastor Jenga, kazi yako imefika. Nimemaliza, na sasa tumemaliza na Yesu tukisema ndiyo njia. Bila Yesu hutafika mbinguni. Asante sana mzee. Mungu akubariki na kusidisie neema zake. Bwana asifiwe. Ni vyema kumfanyia Mungu, umfanyie kazi wakati ambao uko na nguvu na uko na uwezo. Bwana asifiwe. Na nyinyi ambao mnasidi kututazama na kutufuata katika kurasa yetu ya CTV Kenya upande wa Facebook, endeleeni kushare na kulike page yetu. Tunajiita CTV. Bwana asifiwe. Tunajiita Synagogue Crusader for the Christ Ministry, na tuko chini ya mtumishi wa Mungu Reverend Hezekiah Dura Waruige. Tuko Nairobi, Kenya, katika mzunguko wa City Stadium kwa jumba linaloitwa Mang House. Bwana asifiwe. Natumaini ya kwamba ugali unaendelea kushare na kulike. Mungu asidi kukuinua na asidi kukutendea mema, akaweze kukukumbuka wakati wote ambao unaishi. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka tuingie kwenye kipindi kingine, na kwanza tutashukuru kwa ajili ya hili neno ambalo mzee ametupa, maana hiyo ni neema kubwa ambayo Mungu amempa kama mzee. Kwa Mungu amempa nafasi hii katika huu uzee alio nao. Tunaamini kwamba Mungu atazidi kumtumia na atazidi kufanya kazi ndani yake. Bwana asifiwe. Asante Mungu kwa ajili ya hili neno ambalo umempea mzee Baba. Endelea kumbariki, endelea kumuinua Jehova. Mtie nguvu Jehova, ili hii safari Baba akaweze kushinda. Mungu endelea kumsaidia na pia uendelee kumwezesha Mungu. Tukumbuke Jehova, hili neno likaweze kujenga maisha yetu, hili neno likaweze kuwa tumaini katika maisha yetu, na ni katika jina Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Tuseme amen. Bwana asifiwe. Wakati huu nataka tuingie kipindi kingine ambacho ni kipindi cha kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Tuingie katika kipindi cha kumwabudu Mungu, na ili Mungu akaweze kuwa nasi, asidi kuwa nasi na asidi kutufanikisha katika juhudi zetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusimame. Unaweza weka nyimbo. Bwana asifiwe. Tuwekee nyimbo za Pastor Ng'ang'a, ili hizi nyimbo zikaweze kutubariki. Hizi nyimbo tukaweze kuimba pamoja, ili tukaweze kuimba nyimbo za Pastor Ng'ang'a, na ninaamini ya kwamba zitakuwa baraka tunapoabudu pamoja. Tunajua kwamba Mungu atafurahia, maana hizo sifa ndizo ambazo Mungu anahitaji kutoka kwetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo brother Onesimus, tuwekee hizo nyimbo ili tuabudu Mungu. Simameni wakati fundi wa mtambo anapotayarisha.
Tusimame, ujitayarishe, uondoe usingizi. Bwana asifiwe. Yes. Tunawapenda wote ambao mnaotutazama. Na tunashukuru sana kwa kuchagua. Saa hii ni wengi kwenye wako live, lakini umechagua kutusikiza na kusimama pamoja nasi ili tukaende kumwimbia Mungu. Mungu awabariki. Haleluya. Aliingia ndani yangu nikiwa mfungwa. Aliingia ndani yangu nikiwa maskini. Pigeni magoti, kila mtu apige magoti. Wherever you are. Wherever you are. Wherever you are, piga magoti. Haleluya. Piga magoti, piga makofi. Haleluya. Sema na moyo wangu, umesikia umelita. Sema na moyo wangu, umesikia tena. Sema na moyo wangu, hapa nimesimama, hakuna baba wewe. Hapo ninakwenda, semeni Yesu ni Baba. Haleluya. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba wa maisha. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba wa maisha. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba. Mambo mengi umenitenda. Mambo mengi umenitenda. Mambo mengi umenitenda. Mambo mengi umenitenda. Makosa yake ni msamaha. Makosa yake ni msamaha. Makosa yake ni msamaha. Makosa yake ni msamaha. Na ya pili umeniponya. Na ya pili umeniponya. Na ya pili umeniponya. Na ya pili umeniponya. Na ya tatu waniongoza. Na ya tatu waniongoza. Na ya tatu waniongoza. Na ya tatu waniongoza. Na ya nne unanisuka. Na ya nne unanisuka. Na ya nne unanisuka. Na ya nne unanisuka. Useme nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto. Sema nami kama mtoto. Nimesikia umeniita Baba. Nimesikia umeniita. Nimesikia umeniita. Nimesikia umeniita. Nakuomba unisamehe Baba. Nakuomba unisamehe. Nakuomba unisamehe Baba. Nakuomba unisamehe. Bila wewe sitayaweza Baba. Bila wewe sitayaweza. Bila wewe sitayaweza. Bila wewe sitayaweza. Unajua ninakupenda. Unajua ninakupenda. Unajua ninakupenda. Unajua ninakupenda. Ulisema nikutafute Mungu. Ulisema nikutafute. Ulisema nikutafute. Ulisema nikutafute. Nimekuja kukutafuta Mungu. Nimekuja kukutafuta.
nimekuja kukutafuta, nimekuja kukutafuta. Anaweza Baba, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, unaweza, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, uniongoze na mimi, uniongoze Bwana, uniongoze, Somebody open your heart now. Baba yangu nishikilie tu. Somebody open your heart. Fungua moyo wako ni sasa. Najua unanipenda Bwana, ninajua kuna kusudi jema juu ya maisha yangu. Tembea nasi, Ninakwenda Baba, naomba msaada. Hapa nimesimama Baba, naomba msaada. Hapa nimefika Yesu, naomba msaada katika maisha yangu. Yesu, naomba msaada. Hapa nimesimama Yesu, naomba msaada. Hapa ninasimama Yesu, naomba msaada. Vita zikichacha Yesu, naomba msaada. Huko ninakwenda Yesu, naomba msaada. Amenisukuka Yesu, naomba msaada. Hapa nimesimama Yesu, naomba msaada katika maisha yangu. Yesu, naomba msaada. Huko ninakwenda Yesu, naomba msaada katika maisha yangu. Yesu, naomba msaada. Hapa Yerusalemu Yesu, naomba msaada. Ewe uliniita Yesu, naomba msaada. Huko ninakwenda Yesu, naomba msaada. Hapa nimesimama Yesu, naomba msaada. Amenisukuka Yesu, naomba msaada. Amenisukuka Yesu, naomba msaada. Hapa nimesimama kaida ya msaada. Na huko ninakwenda kaida ya msaada. Hapa nimesimama Yesu, naomba msaada. Huko ninakwenda Yesu, naomba msaada. Wewe unanijua Yesu, naomba msaada. Ndamati uleigolo Dagoda idanukadio
Ririkane niwadomine, sina baba mwingine. Ni wewe Yesu ninangojea katika maisha yangu. Ni wewe Yesu ninangojea katika maisha yangu. Ni wewe Yesu ninangojea. Hapa nimefika, moyo wangu wakulilia. Baba wa mbinguni, moyo wangu wakulilia. Baba wa mbinguni, moyo wangu wakulilia. Na wewe ukakumbuke ile njia nimepitia Bwana. Kuna jambo moja nilifanya nzuri nikakufurahisha Bwana, ukatumie hiyo jambo moja tu nilifanya. Na wewe ukakumbuka ile mama nilimsaidia. Na wewe ukakumbuka ile baiskeli yangu iliibiwa pale railway. Na wewe ukakumbuka ile duka nilipeana pale Boboru. Na wewe ukanijalia. Ni kweli kuna yote nimefanya, lakini ukakumbuka jambo moja nilifanya. Na wewe Bwana ukanitetea. Hii imekuwa ngumu kwangu. Ukasambaratisha utawala wao, ukawatawanya, ukawaachilia kuchanganyikiwa, ili jina lako litukuzwe. Usiniwache katikati ya maadui. Mimi ni nini mbele zako Bwana? Kwa kanisa lako, achilia nguvu katika nyumba hii. Watu wakija hapa wagonjwa, Bwana wewe ukawaponye. Mama huyu ambaye amesema amekaa miaka yote bila kupata mtoto, Baba yangu ukamkumbuke na mtoto wa kiume. Na wale watoto wa yule mtu alinyang'anya gari, Bwana wasaidie Mungu. Nimewatolea sadaka, wasaidie Mungu. Ule watoto wadogo na wengine ambao wanataabika kwa sababu ya baba zao, kwa sababu ya mama yao, kwa sababu ya babu yao. Bwana usikubali madhabahu hizo nazo zikaendelee. Kumbuka Yerusalemu City, mji wako mtakatifu. Nimetengeneza barabara kile kiwango tu ningeweza. Na wao unisaidie, na wao usimame nami, na wao unitetee, na wao ukabomoe madhabahu zao, na wao ukawaangamize wale ambao hawataki kuona nyumba ikijengwa, hawataki kusikia sauti ya mtumishi wako. Nimeikabidhi nafsi yangu mikononi mwako. Zile siku utanipatia niishi, mimi nitakutumikia. Nitapiga gita yangu hii, nitaipiga gita hii. Kama ukiniruhusu nitaenda kumsaidia. Simama na miguu yako sasa. Raise up your hands. Raise up your hands now. Communicate to the Holy Spirit of God. Kila mtu awasiliane na Roho. Tunaikabidhi mioyo yetu mikononi mwako Bwana. Inua mikono yako juu wherever you are. Somebody say, Lord Jesus. Lord Jesus.
Semeni, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimelete roho yangu kwako, nimelete roho yangu kwako na nafsi yangu, kuanzia leo. Yesu nisamehe, nitakase, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele, na unipe kazi ile nitafanya. Inua mikono yako juu, funga macho yako sasa. In the name of Jesus, all over now, all over now, ninaachilia mwamko. Ninaachilia mwamko. Nakemea madhabahu iliyofunga maisha, na ikemea leo katika jina la Yesu. Anza kupata moto, anza kupata moto. Changanyikiwa mahali umejificha. Holy Ghost fire, fire in the body. Every plan of the devil, come out. Loose the body and the spirit. Anza kuhama. Come out, come out, come out. Filisika, come out. Kila madhabahu, come out, come out. Yes. Go down, go down. Loose the body and the spirit in the name of Jesus Christ. And somebody say amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Asante Mungu kwa hiyo neema ambayo umetupa ya kusifu. Tunatumaini ya kwamba Mungu umepokea hiyo sadaka ya kukuabudu. Ni asante Mungu wetu. Pokea sifa na utukufu. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka juu nimeona tuko na wageni ambao wamekuwa pamoja nasi siku ya leo, na ni vyema tukaweze kuwajua na ili tukaweze kuwasikilia na kuwapa mkono ili wakaendelee kumtumainia huyu Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa wakati huu nataka nianze na baba yetu ambaye hakuwa amehudhuria mikesha majuma kadhaa kwa ajili alikuwa mgonjwa, lakini tunashukuru huyu Mungu maana amempa nafasi ingine. Ako mzima wa afya na ako na nguvu Mungu maana amemtia. Bwana asifiwe. Karibu baba yetu, utusalimie, na kama uko na ushuhuda unaweza tupa. Bwana asifiwe. Karibu sana baba yetu, tunakupenda na tunatamani sana uendelee kwenda pamoja nasi. Sisi kama vijana ututie nguvu, na ili tuwe na tumaini ya kwamba hata ifikapo miaka kama yenyu, tunaamini ya kwamba Mungu atatuwezesha. Karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ninamshukuru Mungu kwa kunirudisha uhai, kwa sababu nimekuwa mgonjwa kwa miezi miwili na nilikuwa hata sitoki kwa kitanda. Kutoka kwangu kwa kitanda nilikuwa natoka nikienda kwa haja, alafu narudi kwa kitanda. Nilikuwa naenda hospitali na jaribu, wananipea madawa, hawakuwa wananipima mpaka nikapelekwa Kenyatta, ndio nikapimwa, nikaonekana nilikuwa mgonjwa wapi, ndio nikatibiwa, na sasa nimesikia vizuri, nimepona. Ile kitu nataka kurudisha ni nguvu ya mwili, sababu nguvu ya mwili sina, nimelala kwa miezi miwili kwa nyumba. Kwa hivyo namshukuru Mungu, na ndio naona nimerudi kwa hii nyumba kurudisha shukurani. Tupigie Mungu makofi kwa vile ambavyo ametendea baba yetu. Nami ninakuombea ukapone kabisa na maradhi ambayo inayokunyemelea. Mungu akaizuie. Mungu akutie nguvu na ili usidi kumtumikia. Akupe nguvu katika uzee huu wako. Bwana asifiwe. Endelea kumtumainia Mungu. Karibu sana ndugu yetu, tusalimie. Kama uko na ushuhuda unaweza tupa.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina naitwa John Muturi wa Elu. Na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi yangu ni kumshukuru Mungu kwa vile amenipendea kwa kuanzia hiyo wiki. Si kwa uwezo wangu kusimama hapa kama kuwa mahali kama hapa, bali ni upendo wa Mwenyezi Mungu, na ninazidi tu kumtegemea huyu Mungu. Bila yeye siwezi hata kidogo. Kwa hivyo niko hapa kumshukuru Mungu na kumuomba aniwezeshe niendelee na hii safari, hata wakati nitafikiza miaka ya hawa wazee, hata mimi niwe na miaka mingi kama hawa wazee, niwe katika ndani ya Mungu, niwe naenda na mienendo yake, niwe najivunia kuwa katika ndani ya Yesu. Yangu ni kumshukuru na kumuomba na kusema Mungu atusaidie na tusikane, tuwe kielelezo chema hata kwa huo dunia. Wakituona wanaona kweli Mungu ametutendea, na hakuna mahali ingine mtu anaweza jificha. Hata nyinyi mnatutazama mahali muko, kama huja muamini huyu Mungu, ningemuahizi sana, tafadhali muachane na mambo ya dunia. Hata sisi tumepitia mambo mengi sana. Nimepitia kwangu, nimepitia mambo mengi. Nilikuwa mlevi, nilikuwa nafanya mambo mengi ya dunia, lakini wakati nilimwamini huyu Mungu, mambo yangu imebadilika. Nimemuona mkono wa Mungu umenibariki katika mambo yangu. Ningemuomba hata nyinyi mko huko nje, tafadhali jaribu kumtafuta huyu Mungu, ndio mambo yende mzuri. Ningetaka tusome katika Zaburi, tusome kitabu kidogo ya kutupatia nguvu, ndio mambo yende vile Mungu anataka. Zaburi. Tasoma Zaburi 118. Inasema namna hii. Haleluya. Zaburi 118. Mstari wa kwanza hadi wa 5. Haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa Haruni na wasema sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Haleluya. Hivi ndio mtu anastahili kukaa, mkimuita Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sisi ndio wana wa Israeli, tuwe mfano mwema, na Mungu anatuambia chochote tutatomuitiza atatupatia. Kwa hivyo mimi sina mengi ila kumhimiza muingie katika hii nyumba ya Bwana. Kila mahali ulipo, tafute uso wa Bwana na Mungu atambariki. Hakuna kitu unaweza fanya bila Mungu. Mungu ndiye muumba wa kila kitu na ndiye mpeani kila kitu ambacho kiko hapa duniani. Haleluya, Mungu ambariki. Amen. Mungu akubariki yetu. Mungu akusidisie neema zake. Huyo Mungu ambaye alikuokoa ndani ya ulevi ambao kile ambacho ulikuwa unapata kilikuwa kinapotelea huko, Mungu akaweze kukulipa na kukurejeshea, maana Shetani ndiye alikuwa anatumia hiyo njia kuja kukunyang'anya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo endelea kumtumainia huyu Mungu na atazidi kukupigania na kukuongoza. Bwana asifiwe. Karibu baba yetu kuja utusalimie. Tunataka kusikia sauti yako. Yes. Ili tusikie ushuhuda, maana tunajua uko na ushuhuda. Tumeona panda hapa juu. Tunatamani sana kusikia sauti yako. Karibu sana baba yetu. Asante. Mimi sina mengi. Jina langu naitwa kama Masharia.
na kwa vile mimi nafuata Yesu, sitamwacha. Nampenda sababu nilisikia kama nataka kuona Mungu baada Yesu, na ndio sasa mimi nafuata nyayo yake. Kwa hivyo nashukuru sana nikisimama hapa. Ninafurahi kukiwa na nyinyi wazee na vijana. Tutafute Mungu yetu, sababu sijaelewa kusoma, lakini nasikiaga. Kusikia hiyo ndio kujua Mungu. Sasa lazima nifuate yeye, nione kama atanipeleka uzima wa milele, nisije nikapotee kama wale wapoteo. Mimi jina mengi ni salamu kwa wote, na tuendelee kushiriki, tutafute Mungu. Yes, ni kweli. Nashukuru sana. Yes. Asante sana. Sina mengi, naomba na hiyo tu. Yes. Asante sana baba yetu. Wewe mtazamaji, ukiangalia huyo mzee ako na miaka zaidi ya 80 na ameweza kujitolea, yes, ili akuja mtafute Mungu, na ashukuru huyu Mungu ambaye amemweka hiyo miaka yote, maana lika ya wazee wake saa hii wengine hawajiwezi, lakini yeye ametoka mahali ametoka peke yake, hajapotea njia, na kwa uhakika huyu ni Mungu. Baba yetu, endelea kumtumainia Mungu, ataendelea kuwa nawe katika huu uzee wako. Bwana asifiwe. Mungu atakusaidia na pia atakutumia wasaidizi, na atabariki watoto wako ili wakaweze kusimama pamoja nawe, maana kwa saa hii huna hiyo nguvu ambayo unaweza jitafutia sana, na kuombea Mungu akabariki jamii yako ili wakaweze kusimama pamoja nawe na wakusikilie kwa upendo mwingi, na wewe uachilie baraka kwao ili wasiwahi kosa, waendelee kupata ili waendelee kukushikilia. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nimwalike ndugu yetu Onesimus akuja atusalimie, kama ako na ushuhuda ama ako na memory verse, tuko tayari kulipokea. Bwana asifiwe. Karibu sana brother Onesimus, tuko tayari kukusikiliza. Bwana asifiwe. Mimi sina mengi, nimeokoka. Kama umesikia, naitwa Onesimus Kioko, kwa wengi wananijua Kabuju, and I'm born again. Me, I have a song ya kwenye nilitoka. Sawa. Sikia niwaambieni maisha yangu ya kale, wakati sijamjua Yesu, shetani alinichezea. Nilikuwa na maisha mabaya yasiyompendeza Mungu, yasiyopendeza wazazi pamoja na majirani. Siku moja, siku ya ajabu, sitawahi sahau kamwe. Mwokozi Yesu alishanikomboa, na sasa nimeokolewa. Naenda mbinguni kwa Baba, naenda mbinguni kwa Baba. Ya dunia nimeshayaacha mimi, naenda mbinguni kwa Baba. Naenda mbinguni kwa Baba, naenda mbinguni kwa Baba. Ya dunia nimeshayaacha mimi, naenda mbinguni kwa Baba. Naenda mbinguni kwa Baba, naenda mbinguni kwa Baba. Ya dunia nimeshayaacha mimi, naenda mbinguni kwa Baba. I have another one. And yes. Ewe msafiri wa safari ya mbinguni, tebu angalia kama kweli utayari kuanza safari ya kuelekea mbinguni. Uwe na tiketi hiyo ni wokovu. Imani hiyo ndiyo gari.
wokovu, hiyo ndiyo tiketi. Kituoni ni pale msalabani, na njia yetu ni Bwana Yesu. Hapa duniani siyo petu pa kuishi, mbinguni ndipo nyumbani kwetu. Tujijue kama sisi wasafiri kuelekea makao yetu ya milele. Imani hiyo ndiyo gari, wokovu hiyo ndiyo tiketi. Tujijue kama sisi wasafiri kuelekea makao yetu ya milele. Amen. Na mbarikiwe. Barikiwe ndugu yetu, na ukapate kibali katika usanii wa kumsifu Mwenyezi Mungu, na milango akakufungulie. Bwana asifiwe. Akakupe kibali, sio hapa tu Kenya, hata nje ya nchi. Bwana asifiwe. Na ili ukaweze kumtumikia Mungu katika hiyo njia ya usanii. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka nimkaribishe, pia tuko na mgeni ambaye amekuwa pamoja nasi tangu Jumapili. Brother Karaja, haleluya, akuja tusalimia. Karibu sana Karaja, tumkaribishe kwa makofi. Tunaamini ya kwamba Karaja ameweka imani yake kwamba haya madhabahu itabadilisha maisha yake. Bwana asifiwe. Ukiona mwanaume kama huyu ambaye anaweka tumaini yake katika madhabahu ya Mungu, ni kwa uhakika ya kwamba Mungu ako na mpango mwema juu ya maisha yake, na kile ambacho ulikuja kutafuta na kuhakikishia kwamba umeshakipata. Bwana asifiwe. Tutakupokeza kwa jina la Yesu Kristo, maana umeshatabua na kugundua ya kwamba huyu ndiye kibilio la maisha yako. Ulikuwa na marafiki wengi ambao mlikuwa pamoja nao, wamekutenga, wamekuacha peke yako, lakini huyu Yesu ambaye ako na upendo mwingi anakupenda sana na hata kuacha kamwe. Karibu sana, utusalimie. Kama uko na neno, utupe neno. Tunaamini ya kwamba jioni ya leo ni kusudi la Mungu, maana huku unajua kama kuna kesha, lakini akakwambia ukabaki, maana kusudi la Mungu yule anayelijua ni Mungu peke yake. Ninaona ya kwamba siku ya leo Mungu atakukumbuka, na ninaamini ya kwamba maisha yako ya kale itakuwa ni hadithi. Bwana asifiwe. Hakuna kile ambacho Shetani alikuwa amenyakua kwako lazima kirejee kwako. Bwana asifiwe. Karibu sana, utusalimie, na kama uko na ushuhuda unaweza tupa. Tuko tayari kusifu na kushukuru Mungu pamoja kwa vile ambavyo amekufanyia. Welcome. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ninafurahi sana kuwa hapa pamoja nanyi. Kama ndugu yangu Njenga alivyosema, sikufahamu ya kwamba kulikuwa na kesha leo, ila nimekubali kukaa na nimefurahi sana kwa mahali hapa. Mmenichukua kama mmoja wenu tangu nilipokuja hapa Sunday mpaka siku ya leo, na mmenifanya kuwa mwenzenu na nimefurahi sana. Na ushuhuda wangu ni kwamba nimepata familia nyingine, familia nzuri, familia ambayo bado ni familia ya Kristo, na nimejitoa ya kwamba nitatoa kile ambacho Mungu ataniruhusu
kukitoa nikiwa mahali hapa. Yes. Nami naamini pia wakati wangu wa kukaa mahali hapa kutakapokwisha na ifike wakati wangu wa kuondoka, nitapata kile ambacho ni cha kwangu. Na sitaondoka kama nilivyoingia mahali hapa. Ni kweli. Nafurahi kwa familia hii yenu ya CFC. Yeah. Na nimependezwa sana na nyinyi na mlivyonipokea na mlivyonichukua kama mmoja wenu. Sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Haya madhabahu inakaribisha wale waovu, wale wanyonge, wale hawana nguvu, wale ambao hawana tumaini, na ndio maana haya madhabahu Mungu akaiteua na pia akatupa mtumishi ambaye amepitia changamoto katika maisha yake. Bwana asifiwe. Vile mnavyomuelewa maisha ya Reverend Dura Waruigi, yale ilikuwa ya hapo mbeleni, maisha yake mnaifahamu, mnaielewa. Lakini Mungu kumbe alikuwa na kusudi jema kwa ajili ya kutia moyo ambao mioyo yao imefujika, wale ambao wamekataliwa, wale au hawana mahali ama hawana mabega ya kulilia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa vile ambavyo anazidi kutenda na vile ataendelea kututendea. Bwana asifiwe. Ametupa huo upendo na tunaamini ya kwamba Karanja, kile ambacho ulitamani sana katika maisha yako umeshakipokea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninakuomba kwa saa hii, unaweza sika hii utosi, usike na mkono yako hii utosi hii gototia. Unasika hivyo, ni vyema ili tukaweze kurejesha kile ambacho Shetani alikuwa amekitoa na kile ambacho alikuwa ameimba kwako, maana nguvu tunayo na uwezo ambao Mungu ametupa. Na pia haya madhabahu unapoiona hivi iko na nguvu zake za kipekee. Bwana asifiwe. Kwa hivyo chukua mkono mmoja hivi, huo mwingine ushike utosi hii wototia, ili tukaweze kuomba baraka na Mungu akazidi kukuonekania. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nawasihi mzimame wase. Tunataka tubariki maisha ya huyu kijana. Tunajua kwamba kuna kusudi ambalo Mungu ako nalo juu ya maisha yake. Ni kijana ambaye alikuwa ameona maisha yake, Shetani alikuwa anataka kumwangamiza. Lakini hii nafasi tunamshukuru Mungu, maana ameiweka kwa ajili yake. Ninaamini ya kwamba kilio chake na mahangaiko yake inafika mwisho jioni ya leo. Natumaini ya kwamba vile alivyoingia hapa Jumapili na vile atakavyotoka sasa, atakuwa na utofauti na atakuwa na ushuhuda wa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Tunajua kwamba tutapomuita Mungu dakika hii, atasikia maombi yetu na atajibu kwa upesi. Maana lazima ajidhihirishe kwamba yeye ni Mungu. Ni Mungu wa wanyonge, ni Mungu wa wale ambao wamekataliwa na jamii. Ni Mungu ambaye anakubali wale ambao wametupwa. Bwana asifiwe. Tuombe. Mungu wetu ishie milele, na kuja mbele zako jioni hii jema. Ninakushukuru kwa ajili ya Karanja Jehova. Ulikuwa unamjua Jehova tangu alipokuwa ndani ya tumbo la mamake Jehova. Ulikuwa unamjua Jehova, ulimfahamu vyema zaidi. Mungu wetu vile uishie milele. Mungu wetu ambao umetupa uwezo na mamlaka kwa ajili ya kupa nguvu mioyo ambayo imefujika Jehova, kufungua wale ambao wamefungwa Jehova, kutangaza uhuru kwa wale ambao wamefungwa Jehova, na kuwaponya wagonjwa wote na kuwakomboa wote ambao wamefungwa na minyororo ya Shetani. Mungu wetu, katika imani moja katika hii familia ya CFC Jehova, tunakuita kwa ajili ya Karanja Jehova. Mungu tazama, umemuokoa kutoka mautini Jehova. Ile roho ambayo ilikuwa ndani yake ambayo ilikuwa inataka kumwangamiza Jehova, ajitoe uhai Jehova, maana amefika mwisho. Mungu wetu ni asante, maana umeingilia kati Jehova wakati alipofika mwisho Jehova. Kuanzia dakika hii ninaomba katika jina la Yesu Kristo akapate tumaini
jipya katika maisha yake. Kile ambacho Shetani alikuwa amekifunga katika maisha yake, kuanzia saa hii Shetani tunakutangazia katika jina la Yesu Kristo ukaweze kuachilia kile ambacho ni cha huyu ndugu. Kuanzia dakika hii, wewe Shetani, huyu tumemficha kwenye mabawa ya Yesu. Huyu hutampata tena, huyu hutamhangaisha tena. Huyu ni mtoto wa Mungu aliye juu. Huyu ni mtoto ambao ni wa kipekee, ambao Mungu amemtenga kwa ajili ya kazi yake. Mungu, kile ambacho umeweka ndani yake Jehova, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, wacha Baba kaweze kufanya kazi. Kuanzia dakika hii Mungu, wale maadui ambao walikuwa wamemsigira Jehova, ninatawanya wote katika jina la Yesu Kristo. Mishale ambao alikuwa anaruhusiwa Jehova ya kumwangamiza, kuanzia dakika hii naifujafuja katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia dakika hii Jehova, kuanzia kwenye utosi wake Jehova hadi kucha ya miguu Jehova, tunatagaza usidi wako Jehova, tunatagaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Tunarejesha kile chochote ambacho kinaitanishwa na yeye, na kuanzia saa hii Jehova, amani na furaha ikarejee tena katika jina la Yesu Kristo, akapate na tumaini jipya katika haya maisha Jehova. Kuanzia dakika hii Jehova, hata milango ya kikazi Jehova, ninakuomba Mungu kaweza kumfungulia Jehova, ukampe hiyo neema. Popote atakapoenda Jehova, akawe na kibali Jehova. Popote atakapoenda Jehova, akakubalike Mungu wetu. Na wale marafiki wanaojifanya ni marafiki Jehova, kuanzia dakika hii na watenganisha nao Jehova. Kuanzia dakika hii Jehova, ukawape marafiki ambao wataandamana pamoja naye kwenye destiny yake Jehova. Mungu, ninaomba ukaweze kumwezesha na kumfaulisha katika maisha yake Jehova, kwa ajili aliamua na akaamini ya kwamba haya madhabahu ndio itakayokomboa maisha yake. Nasi Mungu tunasimama pamoja na hiyo imani ambayo Jehova aliweka ndani ya haya madhabahu, ya kwamba unaweza, akaweka ya kwamba Mungu utamsaidia, Mungu utamuokoa. Mungu wetu dakika hii nasi tunatangaza usiri wako Jehova ndani ya maisha yake. Ni asante Mungu kwa ubali ambapo umemtoa Jehova. Jehova hakuangamia Jehova. Shetani hakuweza kumwangamiza Mungu. Umemlinda Jehova. Hata akiwa ni mtenda dhambi Jehova, Baba wetu msamehe Jehova kwa dhambi ambazo ametenda akisifahamu Jehova, na zile ambazo hakusifahamu Jehova akizitenda. Tunatubu Jehova. Ninachukua hii nafasi Mungu kama mtumishi wako Jehova, ukaweze kumrehemu Jehova, ukaweze kumhurumia. Huyu ni mtoto wako Jehova ambao umemuita na ukamteka Jehova kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba mkumbuke, ponya moyo wake Jehova. Ninaona moyo wake unabujijika machozi Bwana. Ninaomba Mungu ukaweze kumponya, ukaweze kumtia nguvu Jehova, na kuanzia dakika hii Mungu hata ukambariki na familia Jehova. Yule ambaye ni wake Jehova, mahali pote alipo Jehova, Baba naomba ukamletee Jehova, ukampe familia ambayo ni familia kamilifu Jehova, familia ambayo Jehova itakuwa na amani, familia ambayo itakuwa Jehova, familia ambayo iko na upendo Mungu namsigira na damu ya Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba kile ambacho amekuomba na akakuomba Mungu ukaingilia kati, Mungu anza kumfanyia sasa katika jina la Yesu Kristo. Baba wetu tunakuomba tu, kuja tu upesi Jehova. Tunakuomba tu kuja upesi Jehova, ubadilishe maisha yake. Mpe mwamko mpya Jehova. Na kuanzia dakika hii tunatangaza usiri wa Bwana juu ya maisha yake. Tunatangaza kwamba Mungu hatalia tena, hataaibika tena Jehova. Mahali popote miguu yake itakapokanyanga Jehova, wacha akafanikiwe Jehova. Mahali popote takapoenda, kibali chako Mungu kikawe juu ya maisha yake Jehova. Na kuanzia dakika hii, asante kwa amani ambao umempa dakika hii Jehova. Asante kwa Roho wako Mtakatifu Baba, ambao Jehova umeteremka ndani yake Jehova. Unaanza kuponya vidonda vyote ambavyo vilikuwa ndani ya mwili wake Jehova, na ndani ya roho wake Jehova. Ninaamini ya kwamba Jehova, hakuna mtu hata wa familia yake atalia tena juu yake Jehova. Mungu, kilio chao ni asante Baba, kifikishe mwisho Jehova. Wacha wakaone tumaini mpya, wakaone ndugu mpya ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Tutaamini ya kwamba Mungu utabaki kuwa Mungu Jehova. Ninaamini ya kwamba Mungu utazidi kujitukuza na yeye, na ninaamini ya kwamba kuanzia dakika hii amepona. Ninaamini dakika hii maisha yake imepona, maisha yake imebadilishwa na wewe. Na asante Mungu, pokea sifa na utukufu.
Ninakushukuru Mungu, nasema ni asante. Mubariki na ukamuinue, na ni katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu tunaomba na hata kuamini, tuseme amen and amen. Mungu akubariki na utashuhudia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu yetu, tutakushikilia kama familia ya CFC mpaka tukufikishe mahali ambapo Mungu anataka ukue. Bwana asifiwe. Tutakufikisha hapo, maana Mungu atatupa mwongozo, na venye Mungu atatuelekeza hivyo ndivyo tutafanya. Kile ambacho ni chako atakupa, na pia utafurahia ndani ya Mungu. Bwana asifiwe. Karibu sana, uendelee kushiriki pamoja nasi, na ninaamini ya kwamba hata milango, hata visa za kwenda nje ya nchi Mungu atakupa, na Mungu atakufungulia hiyo milango yote ya kwenda nje ya nchi. Atakupa kibali, na pia atajitukuza na wewe, na ninajua ya kwamba, na usimsahau yale atakutendea, usiyasahau, umshukuru, maana kile ambacho Shetani alikuwa ameondoa Mungu Shetani amekirejesha. Vile tunavyojua, wakati Shetani alienda kuzimu, alienda akanyakua zile funguo na akatupa, na ndio maana tuko huru. Wakati tunapoenda kudai vitu vyetu ambao Shetani alinyakua, huwa tunarejeshewa upesi. Bwana asifiwe. Maana funguo tayari tumeshapewa. Kwa hivyo ujue funguo uko nazo, destiny yako na maono yako Mungu atayalinda na Mungu atayafanikisha, na inajua ya kwamba itafaulu. Utafaulu katika maisha yako. Kama ni kwenda nje ya nchi, Mungu wako pamoja nawe, ujitayarishe, maana njia za Mungu, ukikaa ndani ya Mungu, njia zinafunguka vile wewe huwezi ukaelewa. Vizuizi vyote vikaondoke katika njia zako za kwenda mbele. Mungu akubariki. Haleluya. Kwa saa hii nataka nimkaribishe ndugu yetu Otodi. Tumpigie makofi anapojitayarisha. Ninajua hata tuacha hivyo, kuna kitu ambacho ako nacho, asitoatoe na asiongeze, aitoe vile ilivyo. Yes. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumepata mengi na ni mazuri. Naomba nikatoe kidogo. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumebarikiwa kwa kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Ile inaweza wahimiza katika jioni ya leo, Mungu ametupa kibali ya kufika nyumba mahali hapa. Hivyo tutie maanani, kwa sababu kuna wengi hawajaweza kufika. Bwana asifiwe. Kama hawa ni wasee wakubwa sana na wako kwa nyumba ya Bwana na wacharara masaa kama haya. Tunashukuru Mungu kwa sababu ametenda na ameweza. Ametupa nguvu za kufika mahali hapa kumwabudu na kumusifu, kwa sababu ndiye anastahili kusifiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama si yeye hakuna mwingine. Ametupa kibali, ametupa mikono, miguu ya kukuja mahali hapa kumusifu. Kwa sababu kuna watu hawajaweza kufika mahali hapa. Ile kitu naweza sema na saomba ule ametupa haya madhabahu, mtumishi Reverend Waroinge, nasema ni asante kwa sababu ametupa madhabahu haya, tunaweza kuzungumza na mahali hapo aweze kupokea baraka, aweze kuwa anatuombea zaidi tuweze kuinuka kiwango chingine. Bwana asifiwe. Nasema ni asante, amenipa kibali hiki kusimama mahali hapa, na Pastor Jenga na wazee wenzangu wote wako hapa, kuna Kiale. Mungu awabariki sana, kwa sababu kama sio nyinyi singepiga mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yale mmepitia ndio naendelea kupitia tu, lakini naomba Mungu anipe kibali niweze kukanyaga njia mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Nipite zaidi yenu, nipite nikiwa na
Unasikia gari ikiwa inaenda Mombasa, unakanyaga mafuta tu pole pole. Bwana asifiwe. Kuna milima na maponde. Mungu ametengeneza njia aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukiingia kwa nyumba ya ghorofa, kuna ile iko na lift na kuna nyingine iko na stairs. Bwana asifiwe. Hiyo ni njia moja ya kufanya mazoezi. Hivyo Mungu si mtu anayeumba kitu ajui maana yake anaumba nini. Bwana Yesu asifiwe. Anaumba akijua kwamba hiyo kitu itasaidia mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila mtu amepewa jinsi ambavyo unakaa kufanya mazoezi. Bwana Yesu asifiwe. Hii barabara imeundwa si ya magari. Imeundwa kwa sababu yako. Utembee na miguu ufanye mazoezi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila kitu ukiangalia kwa hii dunia imeumbwa kwa sababu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huko mahali hapo. Hii maua imeumbwa kwa sababu ya kitu fulani. Inapendeza. Kuna mtu anaona anasikia wow, iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sipike muumba kwa sababu inaongea tunasikia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule wa kitambo Msekiale ulikuwa unapiga makofi na mtumishi anahubiri na mtomokafu. Bwana Yesu asifiwe. Bila microphone. Sasa hizi imekuja mko na vyombo. Kila kitu iko na maana yake. Nikikurudisha zaidi ya watu, mtu ako na maana. Msekiale kuna mahali umetengewa kwako. Hii ndio kazi yako mpaka wakati wako ifike. Mzee mwenzako hivyo hivyo. Mimi nimeumbwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatuchaumbwa kiwango kimoja. Kila mtu ameumbwa na kiwango chake. Kama Buju ameumbwa tofauti na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hajaweza Mungu ni mtu wa ajabu sana. Kila kitu anaumba kitofauti. Wakati unasikia mtu akisema mimi I can talk English, hiyo ameumbwa hivyo. Mimi nikiongea Kiswahili yangu ama Kimogaka ama Kikuyu, hiyo ndio nimeumbwa niongee. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo unakapoangalia vitu vingine unachunguza. Hii tumewekwa tuchunguze tujue zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nimefundisha hapa nikasema kila mtu amepewa ile kazi yake anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna pastor na kuna mwalimu, si ndio? Wamepewa kila mtu. Kuna wale anafanya deliverance. Unaona church zingine kama ya Kenya One ni mtu wa deliverance. Ukikuja kwa Addison, baba yetu wa kiroho ni mtu wa mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona sasa ukikuja kwa wananchi kabisa raia, kila mtu amepewa kitu yake ya kufanya. Ukiingia kama hapa kwa kali, kuna mtu anatengeneza sufuria, kuna mwingine anatengeneza vitu, yani vitu tofauti tofauti. Hatuchaumbwa tutengeneze kitu moja. Bwana Yesu asifiwe. Ungekuwa tumeumbwa hivyo, hatungekuwa tumefika mbali, tungekuwa tumekosana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ameumbwa kwa kuongea biashara, kuna mtu ameumbwa yeye tu kazi yake ni kushika tu pesa. Anataka tu kile kitu akiona ni pesa. Kuna huyo mtu ako na hiyo kibali. Bwana asifiwe. Ukijaribu kuangalia mambo mingi, ndio nimekwambia example like chokali. Chokali wanatengeneza vitu mingi, aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Wamebarikiwa, kila mtu amebarikiwa na kitu chake ya kufanya. Kama umebarikiwa kukuja kuomba kwa ajili ya familia yako, omba. Kama umechagua kukuja kanisani kwa Mungu, umepewa kibali. Kitu kwanza unafaa kujua amekupa kibali kubwa sana kufika hapa. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna mtu hajaweza kufika. Wewe umepewa kibali ya kufika katika nyumba ya Bwana. Ukazungumze na yeye kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili mahali ulitoka. Ndio mnasikia Reverend anafundisha kila wakati. Mchanga ndiye anafanya nini? Mchanga ilifanya nini? Unafaa uende kama hiyo, umepewa kibali, umeingia kwa nyumba hekalu ya Mungu. Omba kuhusu mchanga wa kwenu, ujue ilifanywa nini, ndio maana unateseka ukiwa mjini. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingine angalia, fungua mawazo, fungua kila kitu, kwa sababu umepewa neema kubwa sana kufika mahali hapa, ukazungumze, kwa sababu kuna vitu unafaa kuangalia. Wakati ulikuwa unatembea huko raiani, ulikuwa tu unatembea tu, kitu tu unasema Mungu anibariki tu nikapate pesa, Mungu anibariki tu nikawa na kazi kubwa, si ndio? Umefika nyumba ya Mungu, muombe akuzungumzie ni nini ambayo inakusumbua. Bwana asifiwe. Ukifuatilia vizuri mafundisho ya Reverend, ukishikisa vizuri, ufungue akili yako,
utaanza kuomba maombi ya huko nyumbani kwenu. Utaanza kuomba ukisema, naomba ukanifungue mahali pale mchawi alikanyaga, mahali walichota mchanga, naomba ukaiondoe. Mungu wakati anaiondoa ndivyo anakufungulia kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Chunguza na uendelee kusika wakati anayefundisha. Bwana Yesu asifiwe. Sikilia sana, usikuje ukawe wewe ni wale watu wanalala kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Wanajua mimi naenda kanisani kubumusika. Bwana asifiwe. Wakati uko kwa kibarua ubumusiki, ni kuchapa tu kazi. Lakini ukifika kwa nyumba ya Mungu ubumusiki, unalala tu, hakuna kitu unasikia. Usikizi mahubiri ya mtumishi. Mtumishi ameletwa kwa ajili yako, akuzungumzie, kwa sababu huwezi kujizungumzia wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Unaweza kujizungumzia wewe mwenyewe au huwezi kujizungumzia. Mtumishi ameletwa kwa sababu amepewa chance ya kukunenea ndio uweze kupata hiyo kitu. Bwana asifiwe. Wakati unaenda shule ndio mwalimu akufunze uweze kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ukichukua unaenda kupea mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ama unaonanga hiyo vitu asiingiani, sisi naingiana. Wakati Njenga amekuwa hapa ameongea, si ndio? Ameniita, nimechukua. Wakati ameniita, si nimechukua? Ameniita, nimefika mahali hapa nisungumuse. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vitu zingine angalia venye zinaingiana. Wakati uko kwa nyumba ya Mungu usije ukalala. Zungumza kitu ya kwanza ukiingia kwa nyumba ya Mungu, mwambie Mungu nisaidie nikasikie neno lako katika siku ya leo. Kwa sababu Saidani anapenda sana wakati kwa mahubiri. Wakati kwa kuhubiri sana. Ni kitu ya muhimu inahubiriwa, anachukua mawazo yako yote. Alafu unakuwa unalala. Bwana asifiwe. Unaweza sikia tu umeitwa, msikiale. Na Reverend amesema hiyo pepo ishinde. Wewe unainuka unasema amen. Na ni wewe umeambiwa. Chunga sana. Kaa rada ukiwa kwa nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno mazuri yasikupite. Usije ukaanza unatafuta simu, unaanza kurudia mahubiri ya mtumishi ya kila Sunday. Unaenda kwa nyumbani ukisikia kama Dena amesema mahubiri yanakuanga mzuri, hivyo kumaanisha uko unaangalia angalianga, ama kama wewe ni unatutazama, angalianga mahubiri ya Sundays. Na uyachunguze sana. Mambo ya madhabahu, mambo ya laana ya kwenu nyumbani, vitu kama hizo. Usije ukawe tu ni wewe ni kuangalia, unaona tu leo amefanya hivi. Usije ukachukulia kila kitu. Yeye akifanya hivyo ni Mungu tu amefanya, si yeye. Wakati ako kwa hii madhabahu ni Mungu anazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Yeye tu ni ule wa roho unaona. Lakini akiwa kwa hii madhabahu ni mtumishi wa Bwana. Wakati anazungumza, ama ukimuuliza siku moja tu, muulize baba, ile siku unasomanga Bible, unakuanga umejitayarisha? Anatayarisanga, lakini akifika kwa hii madhabahu si atasoma ile Mungu amezungumza. Akifika hapa mwambie nataka ufungue John verse wote. Atafungua hapo na afundishe. Na atafundisha vizuri ni kama alikuwa ameandika. Bwana asifiwe. Ibo chunguza sana na ukue makini ukiwa kwa nyumba ya Mungu. Tunaongeanga mengi lakini tunaonanga ile kitumba. Tunaonanga kitu mbaya. Bwana asifiwe. Na hiyo kitu mbaya si mbaya. Kwako ndio umeiona mbaya, lakini ilikuwa inasaidia mtu fulani. Bwana asifiwe. Kwa sababu nisije hawezi ongea hiyo kitu kama hajajua sita iko wapi. Na kuna mtu anaponya. Inaweza kuwa si wewe, kuna mwingine anatazama huko nje. Bwana asifiwe. Anaponya wengi kuliko wewe. Kwa hiyo kitu amesema mbaya. Bwana asifiwe. Unajua sisi wa Afrika tunakuwa na kitu moja. Wakati mtumishi amehubiri ametoa chaso, lakini akijaribu kusema tu asahau, kwa sababu sisi ni binadamu, tunasahau kuongea, si ndio? Saida ameongea tu kitu, amesahau akataja tu kitu. Hiyo kitu ndio utachukua moja, hizo zingine zote umefuta. Sasa ulikuwa umesikiza nini? Bwana asifiwe. Hivyo tukue makini tukiwa kwa nyumba ya Mungu. Usikue tu unakuja, wewe tu ni kukuja, umekuja. Chukulia serious na mbarikiwe sana. Asante sana.
Brother Denu, Mungu akubariki na asidi kukuinua. Ninajua unamtumikia kwa upendo mwingi na unajitolea. Wale ambao wanaotutazama katika kurasa yetu ya Facebook, tunaelekea kukamilisha live, alafu sisi tutaendelea. Kwa hivyo ninawashukuru kwa vile mmeendelea kukua pamoja nasi na kufuatilia ibada hii ya mkesha katika mtandao wa CTV Kenya, ule wa Facebook na pia YouTube ambayo tunajiita CTV Kenya. Ninashukuru sana, na kile ambacho kilikuwa kimenyakuliwa na Shetani kikaweze kurejeshwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao ni mgonjwa ukapate uponyaji katika jina la Yesu Kristo, ukawe huru na minyororo yote ambayo ilikuwa imekufunga, vifungo vyote vya aina yoyote ambavyo vimetumika kufunga maisha yako, ninatamkia hiyo minyororo ikaweze kukatika katika jina la Yesu Kristo. Ninakutangazia usidi wa Bwana Yesu ukaweze kuonekana katika maisha yako. Ninawashukuru tena na tena na tena. Tukutane nanyi mkesha kama huu next Wednesday, na ninajua ya kwamba na ninatumaini ya kwamba Mungu atasidi kutuinua na Mungu atasidi kututendea mema. Wakati unapojumuika pamoja nasi katika mikesha yote ambayo tunaoifanya katika hii nyumba ya Mungu, kwa uhakika sio ya bure. Ile tanji ambayo Mungu ametuwekea kwa ajili ya kujinyima usingizi, hata wewe umekuwa mmoja wa kupokea. Kwa hivyo pokea asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki na watendee mema. Wacha tukasimame wale tuko hapa ili tukaweze kuomba baraka pamoja, na wale ambao wako manyumbani, wale ambao wanaotutazama, tukaweze kuomba baraka pamoja na tuamini pamoja, ili wale ambao wako manyumbani wanataka kulala wakaweze kupumzika. Nasi tuko mahali hapa tuendelee na mkesha kuomba Mungu na kumuibia na kumtukuza, juu tunajua kwamba Mungu amefurahishwa sana na ibada ya siku ya leo. Natumaini ya kwamba hitaji la kila mmoja wetu tayari Mungu ameishughulikia. Haleluya. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, jina lako Baba likaweze kutukuzwa, jina lako likaweze kuinuliwa. Mungu wetu, tulikuomba uanze pamoja nasi na uendelee pamoja nasi, na kwa dakika hii Jehova, ninaomba baraka zako zikawe juu ya hawa watu wako. Hawa ni watoto wako Jehova, wahurumie Jehova. Usiku wa leo Baba ukawatembelee. Usiku wa leo Baba ukaweze kuwatagulia Jehova vita vyote ambavyo vilikuwa vimeinuka juu ya maisha yao. Kuanzia dakika hii Baba, ninasifikisha mwisho katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wako na maumivu, nyama zao na mifupa yao Jehova inaumia, ninaitabiria uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho Shetani alikuwa amenyakua kwao Jehova, ninakirejesha katika jina la Yesu Kristo. Mamlaka na uwezo ambao Mungu umetupa tunautumia katika jina la Yesu Kristo, maana hili jina liko na uwezo na liko na mamlaka, maana ni jina liko na nguvu. Hili jina Baba tunalitumia, tunalituma mahali popote Jehova wanapotutazama. Tunatuma hili jina lako Yesu Kristo likaweze kutenda jambo katika maisha yao. Baba, tunaomba ukaweze kuongoza, ukawape kibali siku ya leo Jehova. Asubuhi njema Baba, ukawatayarishie baraka ambazo Mungu uliahidi utawapa Jehova. Mungu wote na wakabidhi mikononi mwako. Endelea kuwapigania, kuwashindania vita vyote ambavyo Baba wanapatana nazo. Ninaomba amani na furaha katika familia zao. Ninaomba Baba ukaweze kuwafaulisha katika jitihada zao Jehova. Kazi ambazo Baba wanazozifanya Mungu, ukasibariki na ukasiinue Baba. Ukawape vibali ambao wameajiriwa Mungu, wape vibali Jehova. Neema yako Baba ikawe juu yao Jehova. Wacha wakapandishwe vyeo Jehova.
wacha wakawe na kibali mahali ambapo wanapofanya kazi. Mungu wetu himidiwe, Mungu wetu usifiwe. Ni asante kwa hii neema Baba ambayo umeachilia asubuhi ya leo. Ninaamini ya kwamba hii neema ni ya kipekee Jehova. Umesema utatushika mkono Jehova, utatembea nasi. Umetushika kwenye mkono wa kuume, maana Mungu sisi ni watoto wako, vile ambavyo Yesu amekaa katika mkono wako wa kulia Mungu. Nasi Baba tunaamini ya kwamba huyu Yesu ambaye ni mwokozi wetu ametushikilia na mkono wake wa kuume Jehova. Tunasema ni asante, maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Endelea kukubuka na uendelee kuwezesha mtumishi wako, mtumishi Reverend Dula Warwigi Jehova. Endelea kumtumia Jehova, endelea Baba kumpa baraka zako, endelea Baba kumwezesha, endelea Baba kumpigania vita vyote ambavyo vinampata Jehova kwa ajili ya haya madhabahu. Mupe nguvu na umpe uwezo Mungu. Enenda pamoja naye Jehova, mbariki na muinue Jehova, pamoja na familia yake ukaweze kukubuka. Hata Jehova familia yote ya Crusader for the Christ Ministry Jehova, partners wote na marafiki wote ambao wanajiunganisha na haya madhabahu, Mungu wetu ukaweza kuwabariki, ukaweza kuwainua, ukaweza kuwatendea mema katika jina la Yesu Kristo. Wacha vibali vikawe ndani ya maisha yao. Wacha Baba wakakubariki Jehova. Kile ambacho shetani alikuwa ameiba kwao kikaweze kurejeshea katika jina la Yesu Kristo. Maono ambayo shetani alikuwa ameimba kwao Jehova, akairejeshe katika jina la Yesu Kristo. Afya ikarejee katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaachilia baraka katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Mungu wetu, ni asante Baba wetu wa mbinguni. Tupe hii neema, tusidi kukutafuta, tusidi kukuabudu na tusidi kukuinua. Ni asante Mungu wetu, na ni katika jina lako Yesu Kristo Mungu Baba tunaomba na hata kuamini, zote tuseme amen and amen. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi tunaendelea, sisi ni kutoka tumemaliza live, sasa sisi tunaendelea na nyinyi mpumzike na Mungu asiwatendee mema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa wakati huu, wazee, ambia Mungu neno la kumshukuru kwa ajili ya vile amenenda pamoja nasi. Umshukuru kwa dakika kadhaa hivi. Ndio kama uko na usingizi unaweza jiwekelea, ndio tutaamka masaa hiyo ingine ili tuendelee kumsifu Mungu. Bwana asifiwe. Kabla